katika hofu. Yaani unaishi katika hofu, na hii inasababisha umaskini usioisha na magonjwa yasiyoisha. Kwa sababu gani? Wewe uko na hofu, mimi sijui kama nitafanikiwa. Wewe unaanza kukohoa, unasema fulani alikooa hivi, mambo yake ikaiva. Yaani ile hofu inakupata, ule umoja unaufanya kuwa wa umauti kwa sababu tu ya hofu. Bwana asifiwe. Amen. Umesikia tu ndugu yako jana, mdozi alimwambia lazima ulale hapo, wakati anamwambia akasimamishwa kazi. Wewe unasema hata nikiambiwa nilale mara 10 nitalala. Yaani ile hofu inakufanya kuingia katika misingi za umateka, na chenye unaogopa kinakufa. Kuna vitu tusipojifunza katika Biblia tutaishi katika utumwa. Unaogopa bibi asiende. Sasa hiyo umeleta jambo vizuri, unapata bibi amevuka vitu Unaogopa mume asikuache. Unapata umeishi naye vizuri, hata utaki kusema jambo mkosea. Kumbe kukosa kumkosea ndio makosa unafanya kwake. Amen. Unapata jamaa ameweka kabagi kake hapa, amesururua ameenda. Bwana asifiwe. Amen. Hofu ndio inatumaliza maisha yetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni lazima tuangalie jinsi ya kutoa uoga na hofu ndani yetu. Ukijua wewe uko na nguvu na uwezo, popote nitatembea. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna kitu mzuri. Basi hata kama unaingia kwa klabu, lakini ukiwa pale bado unataja Mungu wako na waambia nani? Hata kama unaona mimi mrefu, kuna mahali kuna vitu mimi siwezi ongea. Yes, mimi namuogopa Mungu wako. Yaani unamshuhudia hata kama uko wapi, maana yeye anafaa hata ukiwa. Unajua watu wengi wanafikiria mtu